jamaa yangu mmoja yuko idarani akasema, lakini Polepole, mimi natazamia baada ya uchaguzi maisha yako yatakuwaje? Nikasema, akwambia nani kuna uchaguzi? Hiki ni kiini macho. Hilo la kwanza. Nikamwambia, akasema baada ya siasa hizi. Nikamwambia, sifanyi siasa ya uchaguzi. Mimi nazungumza mambo ya msingi ambayo nchi hii uongozi wake chini ya Mama Samia na serikali yake wanabagaza na kubananga haki za watu. Nikamkumbusha mwaka 2021 nilipofanya shule ya uongozi tulikuwa na uchaguzi. Akasema mwaka ule ulikuwa humsemi rais. Nikasema nimetumia miaka 4 kujiridhisha shida ni uongozi kutoka juu kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan. Akasema, lakini unajua kwamba urais ni taasisi, ukimsema rais unasema vyombo vyote. Nikasema ni kweli, kwani rais akiwa na makosa tafsiri yake ni nini? Ninyi wote hammsaidii. Akasema, lakini unajua hakuna mtu ambaye kubishana na serikali akafanikiwa. Nikasema usiwe na wasiwasi. Akaniambia, au ndio umejitoa mhanga kama Daudi? Nikamwambia mfano wa Daudi mzuri. Na mimi nikamhakikishia serikali hii na vyombo vyote vya ulinzi na usalama havikujua mimi nitazaliwa Tanzania. Yuko aliyejua, Humphrey Hezron Polepole siku moja atazaliwa katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Huyo peke yake mimi ninamwogopa, na nikienda kwake ninanyenyekea. Vyombo vya ulinzi ndio maana vinaitwa vyombo, ni kama vyombo vya kupikia, ni vyombo vyetu. Tunapaswa sisi wa Tanzania kuvitumia kwa mujibu wa katiba, sheria, kanuni na taratibu na tamaduni nzuri tulizojiwekea. Vyombo hivi ni mwiko kwa asili yake kujigeuza na kuanza kuwatumia Watanzania. Ni mwiko. Kwa hiyo bwana, huwa tunazungumza mara nyingi, ni mtu mwema hivi na anahangaika, lakini anatakiwa aendelee kusaidia viongozi, na mimi namtia moyo aendelee kuchapa kazi, akiisubiri siku ambayo haki itahukumu